Kifo cha rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, nikimzungumzia hayati John Pombe Magufuli, ilikuwa ni kama uhai wa kisiasa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo hii kurunzi ya siasa inavuka mpakani kwa jirani Tanzania ili kuangazia maisha na siasa ya rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano hiyo ya Tanzania. Jina langu ni Barnabas Makori na hii hapa ni kurunzi ya siasa yake Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan alizaliwa Januari tarehe 27 mwaka 1960 katika kijiji cha Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Ameolewa na Bwana Hafidh Ameir na wamejaliwa watoto 4, 3 wakiwa wa kiume na 1 wa kike. Daktari Samia Suluhu Hassan alipata elimu ya msingi katika shule mbalimbali zikiwemo shule ya msingi Chwaka iliyoko kule Unguja, shule ya msingi Ziwani mwaka 1970 na shule ya msingi Mahonda mwaka 1972. Baada ya hapo alijiunga na shule ya sekondari ya Ng'ambo kwa ajili ya masomo ya kidato cha kwanza hadi cha 3 na shule ya sekondari Lumumba kwa ajili ya kidato cha 4. Baadaye Samia alijiunga na taasisi ya utawala wa fedha ZIFA kwa masomo ya takwimu. Baada ya masomo hayo aliajiriwa katika Wizara ya Mipango na Maendeleo na baadaye kujiunga na Chuo Kikuu cha Mzumbe mkoani kule Morogoro. Alihudhuria pia masomo ya juu katika Chuo Kikuu cha Manchester huko London, Uingereza na kupata shahada ya uchumi, na pia amesoma katika Chuo Kikuu cha New Hampshire kule Marekani. Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi almaarufu CCM. Aliapishwa Machi tarehe 19 mwaka 2021 kufuatia kifo cha ghafla cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Mama Samia ni mwanamke wa kwanza nchini kushika nafasi za makamu wa rais na hatimaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyadhifa nyingine alizoshika ndani ya serikali ni kuwa waziri katika ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia mambo ya muungano wakati wa mwaka 2010 na 2015, waziri wa utalii, biashara na uwekezaji katika serikali ya Mapinduzi Zanzibar kati ya mwaka 2005 na 10, na waziri wa kazi, vijana, ajira, maendeleo ya wanawake na watoto katika serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kati ya mwaka 2000 na mwaka 2005. Katika mwaka wa 2014 alihudumu kama makamu mwenyekiti wa bunge lililojadili katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuandaa rasimu ya katiba mpya ya Tanzania.